akahubiri wakati wa maombi yale, kwa jina la Yesu, kwa mfano mzima. Masomo yetu ni kufyeka mashetani, kufyeka makuhani wa giza, kufyeka wachawi, viumbe hewa. Watu nao piga maombi, piga. Akamfuata, akapewa maiki, kaanza tu, Baba katika jina la Yesu. Baba akanikonyeza, akamwacha. Aliweza kuwa akieleza kwa jina la Yesu, viumbe hewa na fyeka. Anakoa. Unadhani ile maiki ya kichungaji ni rahisi kuishika? Au rahisi kupanda kwa madhabahu? Ni rahisi. Ni rahisi kwenye madhabahu ambayo ina Mungu. Kila mtu msanzana anaingia. Pale akaishona pumzi, akashinda kuomba. Akabadilika sasa, alianza, Baba kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Usimdharau kutangulia. Usimdharau. Kuna vita ameshaipiga, wewe bado hujaipiga. Unaweza kama umemzidi umri, lakini kuna vita ya kiroho ameshaipiga, wewe bado hujaipiga. Unanisikia vizuri? Eti baba aombe vizuri. Mwingine akasema, Baba siku hizi ameshiwa masomo, anarudia vile vile. Baba akaniambia tena, mwanangu, kuna nanga mmoja hapa, mimi nimeshiwa masomo, ngoja nimpe yeye. Akapewa kufundisha kila wakati. Bwana asifiwe. Kila anaongea neno moja moja, Bwana asifiwe. Tukamchoka. Hey! Tumejua bwana asifiwe zako zinachosha kwanza, hazina ladha. Bwana ukihubiri kidogo, Bwana asifiwe. Kila Bwana asifiwe. Watumishi, unyenyekevu ni wa muhimu sana. Unyenyekevu ni wa muhimu. Usipokuwa na imani kwenye mambo ambayo unaambiwa na utumishi wa Mungu, na ukashindwa kuwa na dhamiri njema, kinachotokea ni hiki. Biblia inasema, okay, ngoja nisome. Biblia inasema hivi. Biblia inasema, endelea kumwamini Mungu na kutenda yale unayojua kuwa ni sahihi. Watu wengine hawajatenda haya na imani yao sasa imeharibiwa. Unapoambiwa maneno ya unabii ukashindwa kuyaamini, ukashindwa kuwa na dhamira njema, mwanangu, utatembea kwenye uharibifu. Na hapo nikwambia tu ukweli, hii ndio dalili ya kwamba mtu hana imani tena. Hana imani tena. Anawalaumu watumishi wa Mungu. Alinitamkia mengi lakini hajatokea. Haya, unamuuliza sawa, afadhali baba wa watu walijitahidi kukutamkia mengi. Wewe umefanya juhudi gani ili yatokee? Wewe umefanya juhudi gani? Si alinitamkia jamani ni mtumishi wa Mungu. Sawa, alitamka. What have you done? Umefanya nini ili uliotamkiwa yatokee? Unaelewa vizuri? Mchungaji anakutabiria, mwanangu, naona utazaa watoto wengi wa mwilini. Hapo hujaolewa. Haya, mniambie, jambo la kwanza ili uzae watoto inabidi ufanye nini? Jambo la kwanza. Ona, sasa nasema nimeolewa na mjui. Jambo la kwanza ni lipi? Kufanya nini? Kabla ya kuolewa. Kutongozwa. Lazima, na sio dhambi. Hakuna mtoto wa Mungu aliyeolewa makoa bila kutongozwa. Ni kanuni ya mwilini hiyo. Sema Isaka alitongozewa na mjakazi wa Ibrahimu baba yake. Kuna hivyo hivyo. Ndio maana kuna makanisa kama TAG wenyewe sio jambo, sio shida zao kuwaletea watu wa kiume wake. Ila hapa ni shida zako, mimi sikuletei mtu yeyote. Kazi yangu mimi nitakushauri. Wewe ni Mtanzania, wewe ni ng'ombe, wewe ni kondoo, wewe ni paka. Takwambia. Sawa, wewe ni nyoka, kavaa mwili, wewe ni jini. Nimevaa mwili. Baba ana nyumba. Ndio. Jini anataka kavaa mwili akajenga na nyumba. Jini akavaa mwili wa mtu. Naye akajua na Kiongo. Sole wenyu, alenye yenyu. Misali. Kama ni Mkenya akajua na Kiingereza kabisa. How are you? You good? How is it? How was your day? Are things going well? Nikajua na Kiingereza mpaka na Kisukuma mayo. Ulimo. Mola sana. Ebi nilimola. Chipolo cha shiraka chiliho.
Jini ile limevaa mwili. Limevaa nini? Unajua kwa sababu usome Biblia ndio maana nishangaa. Malaika waliokwenda kwa Ibrahimu na Mungu alikuwepo katikati yao. Wamechafuka miguu. Wamechafuka nini? Chafuka miguu. Chafuka miguu. Kwa hiyo ili upate watoto, hata kama umetabiriwa mwanangu, kwanza utaongozwa. Alafu mkubalie baba watu aliyekushawishi. Sawa mtumishi? Amina. 3, pande mbili wakutane kwao nyumbani sasa. Pose pelekwe, akifika kule apigwe mahali milioni 5. Baada ya nani hizo? Ya mahali. Kisha toa mahali ni mkao tayari. Kanisa kaza likaamua hataki. Okay, wanaoana wanaweza kaamua sasa taki harusi. Tufungishe tundoa madhabahuni tuondoke zetu. Sio shida zetu sisi kuna ubaba na kuku, sio shida zetu. Maisha yanaendelea. Maisha yanafanya nini? Lakini lengo nini? Ni kutimiza nini? Unabii. Uliambiwaje utazaa watoto? Watoto wengi. Au viongozi, utazaa watoto viongozi. Lazima kwanza hii michakato ifanyike. Hii michakato hivi kuna mtu ambacho nakiongea hapa kweli? Kuna mambo mengi yamechelewesha unabii. Na mwingine ni ujinga wa kutokujua vitu. Tunajua nini? Tunajua vitu. Hivi unadhani kwa mfano mimi ambao nasemaga hapa, tutakuwa na gorofa hapa. Mataifa atakuja hapa. Hivi unadhani cha kwanza nataka nifanye kitu gani? Ndio hicho ninachokifanya. Hiki. Niko hapa nafundisha. Bwana asifiwe sana. Amina. Cha pili ni kipi? Natakiwa niendelee kufundisha. Amen. Cha tatu ni kipi? Nikae kwenye kufundisha. Cha nne ni kipi? Niendelee. Cha tano ni kipi? Nisiache. Niendelee tu kuhubiri. Lakini kwenye kuhubiri huko nitembee kwenye utakatifu niliopewa na Baba wa mbinguni. Nitembee kwenye utakatifu. Bila kutembea kwenye utakatifu, nitajitabiria mambo makubwa ambayo nitakuwa naongea tu mdomoni afu hayapo. Hakuna matokeo. Hakuna nini? Sawa, umeelewa ninachokiongea? Amina baba. Umeelewa? So tunakwambia utakuwa mwimbaji wa kimataifa, halafu mazoezi fanya. Kufunga ufungi. Kusoma Biblia usome. Mazoezi mwenyewe mnene. Fanya mazoezi kukimbia utaki. Sasa punzo tu wapi? Jamani, ni kazi yako kutimiza ambacho mchungaji amekutamkia. Amina. Sawa Amina. Sawa mtumishi? Mimi niliambiwa Mungu atakutumia. Nikakimbia kwanza nini? Huduma. Lakini kabla sijaanza huduma, nimefunga mifungo mingi. 7 kafu, 3 kafu, 21 kafu, 16 kafu. Nimefunga siku 40 mara 2 kafu. Nimefunga siku 50 mara 1. Sili mchana, sili usiku. Na kunywa maji tu. Huo 50 nilimalizia Chinangara hapa, akaniambia, nikasikia tu sema mchungaji na ukimwi. Watoto wa Chinangari wameshambendua tayari. Nasema pumbavu zenu nyewe wanawake wa Chinangari ninyi. Mimi nimefuata ukimwi Chinangari. All the way from Mara, kanda ya Ziwa. Nije kupata ukimwi Dodoma. Mbombo ngafu policho. Mwana Mungu kama unaelewa sema amen. Ninafikiri umeshaandika mambo ambayo yanachelewesha unabii kutokea. Umeandika Lakini nazidi kukazia, wewe ndio mtendaji mkuu kwenye unabii. Sawa? Nina mambo mengi ya kukuambia hapo yanayochelewesha unabii. Watu wanaipenda dunia kuliko Mungu. Mungu ndio Mungu wa kila kitu. Nje ya Mungu, watoto wa Mungu, hakuna mafanikio yaliyo hai. Lakini unaweza kupata mafanikio mfu. Shetani anatoa mafanikio, lakini hayadumu. Unanisikia vizuri? Na yeye unakuta ameiba kwa watu, amekupa wewe. Na unapewa na masharti. Na wajua vijana fulani wako Njombe, kila baada ya miezi 3 lazima wasafishe kichwa. Kichwa yao inafunza. Ile wana magari mpaka ya mikoani ambayo unapandaga wewe. Wana hela ya maana.
wako Njombe hapa, ile vichwa imejaa funza, utajiri wa kishetani. Unanisikia vizuri? Lakini Mungu akikupa utajiri, na Mungu atoje utajiri, ni kusurprise leo. Mungu anakupa nguvu za kupata utajiri. Walitaka ukulaze kitandani usifanye biashara, Mungu anakupa afya. Anakupa nini? Afya. Ili ufanye biashara. Uwe na nguvu ya kupanda asubuhi Costa. Unakimbia pale Chang'ombe Bonanza pale. Unachukua samaki wako, ununua wapi? Chamwino asubuhi. Mungu anakupa nguvu, afya. Fedha ikipotea, unaweza ukaitafuta ndani ya muda fulani ukaipata, lakini sio afya. Sio nini? Kwa hiyo afya ni ya muhimu sana, watumishi wa Mungu. Nikwambie tu ukweli, mwana wa Mungu, tunza mwili wako sana kuliko unavyotunza fedha yako. Kwa sababu leo unaweza kutumia mwili wako vibaya upate fedha, baadaye utatumia hizo fedha kutunza mwili wako. Tunza mwili wako ili fedha uliyoipata fanye maendeleo. Tunza mwili wako. Na ndio maana kuna wakati kama una kazi, jifunze kupumzika. Tafuta usingizi ulale. Kama una kazi yote, kuna wakati kama una kazi, tafuta muda pumzika. Unakuta mtu amechoka na mpaka macho yenyewe yanalala, amekodolea kwenye TV vitu. Unaumiza misuli ya ufahamu. Pata muda kupumzika kwa jina la Yesu. Huo ni ushauri wa kichungaji nimekupa, japokuwa ilikuwa sio somo langu. Kanisa, Bwana asifiwe. Andiko langu la mwisho ni Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12 mpaka 16. Tunaangalia unabii uliocheleweshwa ama unabii uliochelewa. Kwa hiyo leo nimekusanua. Kama ulitabiriwa ukakaa kimya, leo ukakumbuke nabii zote ambazo muonaji amekutabiria. Alafu nenda ukaziite kwenye ulimwengu wa kiroho. Bwana asifiwe sana. Nenda ukaziite. Zipo, nenda ukaziite tu. Alafu ziambie zitimie. Yesu akanyanyua kichwa juu, akaita kwa sauti, akasema, Lazaro njoo. Lazaro akatokea. Alikuwa amekufa na watu wanajua huyu hawezi kuinuka, lakini Yesu akaita. Aliyekuwa mfu akainuka tena. Kwa hiyo hata inawezekana hizo nabii zilizokaa hazijatokea. Nikipiga mahesabu yangu hapa, mtu aliyetabiriwa sana ni Priscilla. Yaani katika wote hapa, maana huko kwao wametabiriwa sana kwa kama nilivyomtabiria. Hata tu vile tunajua, sio kama sijui, ndio maana ungeko mjasiri. Huko kwao katabiriwa sana kuliko hata hapa. Lakini muulize, ngapi zimetokea? Sijui unasema sisi mwana Mungu. Ziite kwa jina la Yesu. Mwanangu sikiliza. Niangalie huko. Niangalie huko. Ukiwa mvivu utakuwa maskini. Hakuna tajiri yeyote, awe ni upande wa giza ama upande wa nuru, ambaye aliudharau ulimwengu wa kiroho. Tajiri yeyote anaenda kanisani ambaye haendi kanisani, hakuna aliyeudharau ulimwengu wa kiroho. Ndio maana unaweza ukapishana na tajiri fulani saa 6 usiku, amevaa rubega, amebeba na chetezo inafuka moshi, alafu ameambiwa usiangalie nyuma usalimie mtu, ila amepewa maneno kuyatamka. Anatembea usiku, anazindika mji umsikie, mji umwelewe, mali za kwenye mji zimkimbilie, biashara za kwenye mji zimfuate. Unakuta tajiri wa Mungu amelala saa 1 na kesho yake anaamka saa 3. Na tajiri wa Mungu yeye analala, hajausemea mji kwa habari ya chochote. Mganga mkuu wa Chinangali anatembea usiku, anasema Chinangali inisikie mimi na